Ni lulu za Kiswahili, kipindi chetu pendwa, naye Jibril Adam. Karibuni tujifunze mengi, tupate fahamu. Lulu za Kiswahili. Kwa yote yule ambaye anajifunza lugha ya Kiswahili kwa mara ya kwanza, kuna vitu muhimu ambavyo anafaa kujua. Nafikiri kwa wageni ambao wanatoka katika mataifa ama nchi nyingine, jambo la kwanza ambalo wanafaa kujua ni kwamba Kiswahili ni lugha ambayo ina utamaduni wake, ina msamiati wake na inaheshimu maadili ya watu. Kuna maneno ama semi ambazo zinatumiwa katika muktadha ama context tofauti tofauti. Kuna maneno ambayo yanatumiwa faraghani, maneno ambayo yanatumiwa wazi, maneno ya watu wakubwa na mengine kwa watu wadogo. Kwa hivyo katika kutangulia, nafikiri jambo moja muhimu la kujifunza ni salamu. Na katika salamu ni kujuliana hali, ni kule kutaka kujua mwenzako anaendelea vipi ama anaishi yuko katika hali gani. Salamu zinazingatia umri, watu husalimiana kulingana na umri wao. Inazingatia pia mazingira na hali na wakati. Kwa mfano, kuna salamu za asubuhi ambazo watu husalimiana. Kwa mfano, mtu akikwambia sabalheri ni asubuhi na jibu lake ni aheri. Mtu akikwambia umeamkaje, jibu lake ni nimeamka vyema ama nimeamka salama. Mchana mtu anakaa, kwa hivyo ameshinda. Kwa hivyo mchana, dhuhuri, jioni pale mtu anaweza kukuuliza umeshindaje, na unamwambia nimeshinda vyema ama nimeshinda vizuri. Pia unaweza ukapata muda wa jioni, mtu akakuuliza masal kheri, ukamwambia aheri. Mtu akakwambia alamsiki, ukamwambia binuru na kadhalika. Hujambo ni wakati wote. Mtu akwambia hujambo fulani, utamwambia sijambo, hali yako vipi? Hali yangu nzuri, na mambo kama hayo. Kuna salamu ambazo zinatolewa na watu wa umri mkubwa ambao ni watu wa umri mdogo kwa wale wa umri mkubwa. Kwa mfano, mtoto anaweza akamsalimia mtu wa umri mkubwa akamwambia shikamoo baba, shikamoo babu, shikamoo shangazi. Alafu shangazi naye akasema marhaba mwanangu ama marhaba mtoto. Hivyo hizo ni za wakati kama huo. Kwa hivyo salamu ndio jambo la muhimu, lakini hizo ni za katika ufasaha. Japo kuna salamu ambazo zinatumiwa huku nje na katika mazingira tofauti tofauti, utasikia mtu anasema habari nzuri ndio jibu lake, ama njema. Habari yako, habari yangu nzuri, habari yangu njema. Kuna wengine utasikia wanasema ni aje. Nadhani hizo ni za mtaani ambazo kidogo huwa hazina ufasaha ndani yake, lakini zinaeleweka. Lakini mufti kabisa ikiwa utatumia zile salamu ambazo ni nzuri. Nadhani kwa sasa hiyo inatosha. Ungana nami tena katika makala nyingine ndogo ya kukuelimisha jinsi ya kujifunza. Tutakuwa hapa katika jukwaa letu. Kama una mtu ambaye pengine anahitaji masomo ya Kiswahili, ni mgeni, ni mwanafunzi, sema nasi tutamfaa pakubwa. Jina langu ni Jibril Adam.